Sasa sikuelewi. Yaani sikuelewi kabisa. Kila nikiongea uko tofauti. Nashindwa kuelewa una shida gani. Wewe unashindwa kunishirikisha mimi mama yako kwenye shida zako. Na kumbuka kila siku mtoto mwanamke ni rafiki wa mama yake. Sasa unakaa je unajibana na matatizo yako, shida zako unajibana nazo, unashindwa kuniambia. Ili nani akupe msaada? Naomba uniambie matatizo yako ulionayo. Maana hata huyu kijana watu naona umeshamsumbua sana. Siku hizi hata akifika hapa huna muda naye. Yaani huna time kabisa na huyu kijana. Unamwangalia tu wala hata umjali. Mama, hivi hilo ni swali la kuniuliza kweli? Kwa unategemea nimuulize nani? Isha nilimpenda mwenyewe. Tena wakati napendana naye sikuwa na mshauri wa aina yoyote. Wala sikusurutishwa na mtu. Nilimpenda mwenyewe. Tena na sasa hivi namkataa mwenyewe bila kushauriwa na mtu yoyote, bila kushurutishwa na mtu yoyote. Unaweza ukaniambia sababu mojawapo ya kumwacha Isha? Huyo Isha kijana wa watu umeshamfanya kama chizi. Sasa hivi anatembea barabarani hata mtu aeleweki. Anakuwa kijana yupo juu, yupo chini na kutafuta wewe. Kwa nini umsumbue kijana wa watu kiasi hicho lakini? Nataka uniambie sababu ya wewe kumwacha Ishara. Hilo tu. Okay. Sasa mama nikwambie kitu. Mimi sasa hivi nina mpenzi wangu. Ninampenda, ananipenda. Na kama unaongelea kuhusiana sijui na masuala ya mahari sijui na nini, hela ya mahari atakuja kutoa, hela zote atarudisha, gharama zote atazirudisha, na ni kama ndoa nitafunga ndoa na huyo Mkongomani, nitafunga naye ndoa. Mdogo wake na Falipe. Hivyo kijana unamuongelea umeshawahi kumuona? Hivi wewe akili zako zipo timamu kweli? Mwanaume wa kwenye simu, sijui mmekutana Messenger, sijui mmekutana wapi, haumjui anaishi wapi, haumjui yukoje? Kama mlemavu unajuaje? Hivi sikiliza nikwambie, miaka inazidi kusogea na akili pia zipanuke. Sio mwache mwanaume ambaye ameshakutolea mahali, mmependana naye, eti sijui umepata mdogo wake Rafali. Mdogo wake Rafali. Hivi labda picha anazokutumia sio za kwake. Hilo unalijua? Umeshawahi kumuona wewe? Sasa sikiliza nikwambie. Nimeongea kama mama yako. Nimeongea kama mama Angel. Tena uwaga mimi napenda sababu na waga najisimamia mwenyewe kama mama. Hawezi ukanipa sababu za kuniambia Ishara haumtaki. Maana ulivyopendana naye ulimleta mwenyewe, akatoa posa yake, kila kitu tumeshakula, tunaandaa ndoa. Habari za kuachana na Ishara hizo futa kwenye mawazo yako. Mama, wewe ukitaka useme asubuhi, useme mchana, useme alfajiri. Mimi Ishara nimeshaachana naye na nitaolewa na huyo Mkongomani. Koma! Unamfukuzia nini? Kataza masomo. Amko na shanti yangu bado. Si imaliza na nyinyi mnaletea charge nyingine. Mimi sina makuta. Shanti yangu shashindwa yala, kisha na nyinyi asema masomo. Hata kama na nibaletea nini hata. Si ni charge niko na baleti, niko na jilete. Munge
Ningemcheka hata kule basi mnaenda kufililia hata kule. Niko najiletea njoo nani charge kwa wengine. Mwende kule mshanje uniforme muikane na biishie tu. Kwanza wako fee. Wewe unaweza olewa. Wenzako mangandi wako na olewa pata wewe. Wana wewe. Wenzako wako watafuta kazi. Unaweza enda hata barabara unashinda kusumba kama ngaribu na ukiana makuta. Lesha tuko mexame. Examen wapi na wapi? Examen na nini? Kwanza wazazi wenu kizi walikuwa nishu tu huruma ya kaka tu ile kakangu tu asime. Kizi mameno alikuwa na maltraité. Nyie sina makuta. Niko kwa natafutisha za chantier yangu. Wewe nyie muende chantier ma uniforme, mwikale kule. Shanga papa. Niache uko unanibana sana nini? Niko shangazi hapo. Ushangazi uishaisha kakangu ashakufa. Ushangazi hapa maki uishaisha. Usahau na usinitete na shanga. Kama uko na besoin ya makuta uende tafuta kazi. Wenzako kwa shinda mbarabara unapata kazi anaiba muziki. Na wewe wenzako wako na uleo. Osha komana. Oui mama. Sasa kazi kuleta hapa ni kuikala mumuti wala kuikala kwa ile mlango. Mama problema ni hapa watoto wa jirani ndio biko napenda banze iba kwa hizo magari. Pardon, sikio watoto wa jirani wala nini. Ndio maana. Dès aujourd'hui. Prince na Bigale kusukuma atafuka ile mlango. Kuna zinisikia? Prince na Bigale wasivuke ile mlango hata kama waenda kwa masomo. Wasivukaki. Waniacha masomo mama. Bila vinakona. Wewe nishakwambia tu wasivuke ile mlango. Sawa mama. Nikisikia kase walivuka pale. Na kwa masomo sibaitikie baeni. Kazi takushia. Ngoja. Fuckboy. Isha. Mwanangu nyama. Shwari. Mambo anasemaje mzee? Mashega mwanangu. Alafu mwanangu unajua nini? Nilijua tu hizi kwatu hizi zinatoka nyumbani kwenu. Basi kama za kwangu naomba unigee nazo, si za kwangu hizo. Mimi nilikuwa nimeenda shambani mara moja kwanza kuangalia mahindi yangu. Long time muni wangu, alafu sielewi nini hayo mambo ya ubwabwa sijui nini. Umefelia wapi mwanangu? Unajua nishajiandaa cheki muni nini mapigo kali, najiandaa kula ubwabwa sasa sielewi mwanangu nafelia wapi. Kwa sherehe vipi? Mimi na kwanza kwenye mpango wa ndoa ndio ningeomba kabisa mniachie kwanza muda kidogo. Maana kuhusiana na ndoa Angel kashazingua. Saizi mwanangu Angel kashazingua. Alafu saizi nasikia sijue mara anatoka sijue na Wakongo, sijue ameshakutana na waoni wa mtandao na mtapeli sijue Kongo. Kwa hiyo saizi akili zangu zimesha float kidogo, naomba tena nimtongoze upya. Mwanangu lazima. Yeye njoo achana naye yule. Yule demu ana nini mwanangu? Mbona una nyota kali mwanangu afu mademu wenyewe hapa town wanakumind nini? Unaona mimi sielewi. Kuna demu fulani anakumind yule demu. Au yule demu anakupenda sana afu demu kali sana na mzidi hata yule Angel. Demu ana macho mazuri, demu ana kiuno kizuri afu mwanangu sijui unafelia wapi mwanangu. Afu nakuamini sana mwanangu. Fuckboy. Hivi unajua kwa nini Mungu kaumba watu wawili tofauti? Unajua kwa nini Mungu kakuumba na dread mimi kaniacha kama nilivyo? Ndio maana siku zote waga wanasema vijana wenye dread akili zao zote waga zinaishia kwenye hizo dread zao.
Ndugu yangu wewe, mimi nakwambia Angel kama kashazingua, yule ndo chaguo langu mimi. Hapo nimeshatia nini timu. Mimi hapo sitoki. Na kuhusiana na Happy, mwanangu mbona hata wewe kijana, wewe mwenyewe kijana, ijapokuwa hunaga hata nyota ya kuoa, hunaga ndoto ya kupendwa ama kuoa. Kwa jitahidi dunda naye huyo, si umeshaona ni mrembo? Dunda naye, achana na mimi sasa. Mwanangu hizo nyota tunazitaka sisi hapa. Huyu tunazitaka hizo nyota zangu. Mwanangu sio umerudia wapi fala wakati shamba. Vijana wangu kama nilivyowaambia, mimi nafikiri dada yenu nimeshaongea naye sana. Kama kuongea nimeongea naye, kama kushauri nimemshauri, mpaka sasa nimefika stage nimechoka. Yaani nimechoka kabisa. Kama ulikuwa mtaki kijana wa watu, kwa nini ukubali aje aweke posta hapa nyumbani? Sasa inakuwaje leo ndio mtu anakupigia simu, mtu anakuja unamuona kama umjali, kama mavi tu amefika karibu yako. Inafika mpaka stage kijana wa watu anafika hapo unashindwa hata yaani hata kuongea naye unashindwa. Unashindwa hata kuongea nani, unamuona tu kama mavi sijui mavi ya juzi sijui ya nini. Sasa mimi nimechoka. Nimechoka. Mimi nawachia nyie mfanye kazi yenu. Maana mimi nimechoka kabisa. Kwa bi mkubwa, ili jambo nishongea sana. Wewe tulia tu. Yaani wewe tulia. Yaani hapa kama ni viboko vitashuka. Yaani wewe tulia tu. Tuachie sisi. Wewe tulia tu. Sasa nyie kwenye masuala ya kushare, sawa? Sheeni na kaka yangu yule bangi mnazovuta, sigara na pombe mnazokunywa, lakini sio kushare masuala ya maisha yangu na familia yangu. Tena naombeni mkae mbali. Sijui mmenielewa? Oya, unamwona ukinega? Oya. Bi mkubwa. Sumeona zeuri zake. Sumeona mwenyewe, umeshuhudia kwa macho kabisa. Tasikiliza nikwambie kitu. Mnajua nini cha kufanya? Mimi ndio brother. Hiyo kazi niachie mimi. Mimi mwenyewe najua napiga titi fotati kiaje, mtaa mzima mimi naingia. Kwa niachie deni. Sasa jikuta nunda kakua siku hizi nani zimepanda nini zimepanda kakua na kwa mjanja. Niachie shughuli. Nimalizaje sasa mwanangu? Wakati wewe ndio unataka kumlea sister yako hivi. Huyu ni mtoto mdogo. Oya, askari nimeshaongea.
na askari kishongea, hakuna mtu wote wa kuleta bwebweja. Cha muhimu kilichokuwa hapa, simama kijiweni, twende tupate start. Bibi mkubwa, tunachenga. Kwanza sikuwa karibu yangu ndio mzuri, mimi niko ndugu yenu. Kila kitu kenye mtapenda mtakipata kwangu. Tubakia tu hapa nyie peke, unaona kama aliko mzuri akisone pia. Bana friends. Hayo kusema sema mshazo. Mimi niko na kila kitu. Na masomo si tu. Na kusoma mnasoma, mmekubakia tu hapa kwa nyumba haiko bien. Na mimi shangazi yenu niko tena sikose kitu, niko na mali. Abe. Ezani. John. Shanga tuletaka pashu tusome. Me. Shanga shanza tuonesha. Tuvielewe. No. Mpaka mtushe na machozi. John, no. Makesho tuko bayatima njo hatuna droit kusoma. Hatuna droit kusema tena kitu na mnyumba. Mbo. Siku mama na papa tulikuwa soma. Na watuachia mali ya mingi na sisi tuko na droit mali ya babetu. Okay. No, John. Tutarudia kwetu John. Mama na papa watuachia kwetu John. Yes. Tulia. No, tunatesha hapa, shangazi tutesa sana. Mimi ndashitahidi, ndaongea na shangazi yenu. Mtulie. Shangazi twalaza atatusomesha lakini ndipo tunarudia tu kwetu. Kusoma c'est votre droit. Ndaongea naye. Nisikie ulikasoma. Ndio. Abigail. Naongea na shangazi ndio.